Ushakutana na watu ambao ni motivation speakers, wale ambao wanatia moyo. Anaweza akaja mbele yako akianza kukupanga mafaili namna ya kuweza kufanikiwa kwenye ujasiriamali. Ukimsikiliza unaona hela hii hapa. Anakupangilia formula. Ukichukua hicho kufanya hivi, kufungua hapa, unapata hapa wateja wanakuwa 10, wateja 10 kiongeza hivi. Unaona kabisa hii hapa shilingi milioni 10. Na ukitoka siku ya kwanza na ya pili unakuwa na mtwete ule moto ukisema hela ishakuja tayari. Kwa sababu umetoka kwenye chumba cha nini? Cha motivation. Somebody amemotivate your psychology. Amemotivate ufahamu wako tu wa nje. Wewe unashangaa unatoka nje, unafuaka baada ya wiki 2 wiki 3, mzigo ambao unategemea utokezee, hakuna kitu kinachotokezea. Ile seminar ujasiriamali ambayo umeattend inakuwa ni zero. Yaani kuna ka stage fulani kwenye maisha ambako kana kulazimisha unakuwa unatamani kufanikiwa. Yaani unakuwa ukisikia seminar ujasiriamali kwa mashariki umeenda. Ukisikia bwana fulani anakuja anaongea vizuri mambo ya hela, umeenda. Kana uzulia seminar kibao za ujasiriamali bibi. Fika nasikiliza na andika notes. Napiga picha na wale watu. Why? On that moment peak ya kutamani kufanikiwa iko juu sana. So niko na desire. But the challenge ambayo niko naiona, mbona kila nikienda kwa hao jamaa washeleshaji tunaita wale waliobeba mada, wanazungumza vizuri, wanakutia moyo vizuri. Ukiondoka pale umejifeel so much excited. Lakini mbona nikitoka tu hapo hivi nashangaa, mbona mzigo utokezei? Sasa kitokea nawe, yaani unajiona kabisa hapa hela ipo. Nikagundua kwamba they are not making my spirit man. Hawamtengenezi mtu wangu wa rohoni, wanamtengeneza mtu wangu wa akilini. Saikolojia, na saikolojia huwa inasaulika. Ndio maana akikutia moyo siku ya kwanza ya pili unajisikia raha, akiondoka tu hivi unaanza kusahau kila kitu, alafu inakuwa ngumu kuyatimiza yale ambayo amekutia nao moyo kwayo.